Sister ngoja. Ngoja basi wewe. Ngoja kwanza. Mambo vipi? Niko hapa leo kuongea na wale YouTubers ambao ni beginner kwenye YouTube, wana akaunti zao changa. Pengine hawajafikisha subscribers 1000 lakini wana uhitaji wa kufikisha hizo subscribers. Basi nitafute kwa namba hii hapa kwa bei nafuu sana. Nitakutafutia subscribers na utakuwa mwanafamilia kwenye YouTube. Tunakuwa tunafanya collaborations za video ambazo zinaenda viral. Karibu sana Mr. Raymo, ujiunge kwenye familia ya YouTube. Yes, bwana mambo vipi? I go by the name Raymo, nyuma ya kamera kwa Gmaker, Gmachine. Sasa leo nimetembelewa na mgeni wangu. Leo aliniambia kwamba ana matatizo. Leo alinicheki nafikiri kama wiki iliyopita hivi. Nilikuta message zake kanambia, so nikampa appointment aje tuongee, anielezee swala gani ambalo linamtatiza. Mimi pamoja na mtazamaji tumsikilize. Mambo vipi dada? Mambo poa. Mzima? Mimi mzima kabisa. Za huko utokako? Ndokako mimi ni salama kabisa. Salama? Lakini sio kivile. Sio kivile? Kwa nini? Unajua tena mambo ya familia na maisha. Kwa sometime hivyo, sometime yes, sometime no. Okay, uliniambia kwamba una shida. Japo kuniambia ni shida gani? Kwamba nikija tutaongea na ukakubali tu shoot. So nataka utuelezee mimi pamoja na watazamaji hapo wajue ni shida gani, kama tutaweza kuitatua. Kama itatushinda tutamwachia Mungu, au unasemaje? Tuambie tatizo gani? Kwanza kabla ya yote, kwanza niseme tu asante kwa kukubali ombi langu la kukutana na wewe. Mimi nilikuwa nimeomba appointment na wewe kwa sababu kuna matatizo yametokea katika naweza nikasema mahusiano yangu. Na pamoja hivyo na familia yangu kwa ujumla. Kwenye mahusiano una mahusiano sio maana yake? Una mpenzi? Ndio, nina mpenzi. Anaitwa nani? Anaitwa Dura. Dura unapendwa sana. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Melinda. Melinda. Melinda Dura. Dura akafanyaje sasa? Yaani kwa hivi. Mimi hapa na ndugu yangu, ambaye ndugu yangu ni mtoto wa mjomba wangu. Sawa huyo ndo anapiga? Hapana, huyo anapiga tu mwingine. Hem, tuachane naye. Okay. Na ndugu yangu ambaye ni mtoto wa mjomba alikuja kwangu, ni kama vile nilikuwa naomba msaada nimsaidie kwa sababu ya maisha yake yalivyokuwa magumu. Okay. Amekuja pale nikampokea vizuri. Na alivyokuja alikuwa haelewi anzie wapi atokee wapi. Lakini mimi nikamuonesha njia, bwana mle wangu fanya hivi na hivi, nikamtafutia hadi biashara, nikamtafutia na kazi juu akawa ni anafanya. Umeona? Haya, hapo nilikuwa nakaa naye ambako nakaa mimi. Unakaa? Mimi nakaa hapo Makumbusho. Makumbusho. Okay. Lakini yeye sasa hivi mimi sikai naye. Ila nilikuwa nakaa naye wakati ule ndo nimempokea. Mwanzoni? Mwanzoni nilikuwa nakaa naye. Okay, alitokea wapi? Alikuwa ametokea huko Morogoro. Amekuja nimekaa naye vizuri. Baada ya hapo nikamfanyia mpango akapata kazi. Saizi yeye mwenye pia yuko na maisha yake, amepanga kwake anaishi. Huyo ndugu yako sasa? Huyo ndugu yangu. Wa kike wa kiume? Wa kike. Anaitwa nani? Anaitwa Nona. Nona. Okay. Iko hivyo. Tumeishi pamoja, tumeenda mimi hapa na mpenzi wangu. Na huyo mpenzi wangu yeye anamjua vizuri tu. Yaani sio kwamba amjui, anamjua mwanzo mwisho. Yaani anamjua mwenzake ni nani? Mpenzi wako ndo anamjua Nona au Nona anamjua mpenzi wako? Yaani mimi hapa mtu wangu anamjua ndugu yangu. Kwa hiyo in short ni kwamba wanajuana. Okay. Hivyo. Yule anajua kama shemeji yangu, anajua kama yule shemeji yangu. Tumeishi, lakini sasa hivi kuna dalili kama anaziona ni haziko sawa. Kwa sababu gani? Kwa sometime mpaka nakuta message kwa mtu wangu. Yaani sasa hivi hata nimewekewa limit hata kushika simu yake. Wakati mwanzoni ni kwamba tukikutana hivi kila mtu anashika simu ya mwenzie, hivyo anajua password ya mwenzie, lakini sasa hivi yeye kabadilisha kila kitu. Huyo mpenzi wako sasa? Na auishi naye? Atuishi pamoja. Okay. Ila tu ni watu ambao tukiamua kumiti tunamiti hivyo, ila kila mtu anakaa kwake. Sawa. Lakini sasa hivi namuona ni mtu ambaye yuko different sana. Lakini kuna siku niliona
meseji ambayo mdogo wangu anawasiliana na nani, na mpenzi wangu ya. Lakini nikasema kwamba kwa nini yani unatumiana meseji za hivi, yani kama vile watu wako kwenye mahusiano. Nikawa bado sina nini, sija approve hicho kitu kwamba niwafumanie. Okay. Na mdogo wangu mimi sijawahi kumuuliza ile kwamba eti nimuulize wewe shemeji yako sijui, sijawahi kumuuliza. Ila tu nilikuwa na kitu changu nini moyoni. Nikasema leo kwamba nimtafute yule jamaa ambaye anakuaga anaumbua watu live. Asa mimi hapa leo nimekuja ili yani kama ni kuumbuana tuumbuane hapa nimuumbue. Kama ni kweli au sio kweli nijue hapa leo. Ndio ninachotaka nijue mbivu na mbichi. Kwa Nona yeye yuko wapi sasa? Nona ipo kazini, lakini nilimtumia location, nilimwambia kwa akitoka kazini huko asiende kwanza kwake, aje kwanza hapa Makumbusho nionane naye. Sasa hiyo kama umemwambia anakuja kufanya hata kuja sasa, kama umemwambia anakuja kwenye mambo ya kuumbuana tena. Sijamwambia anakuja kumuumbua. Nimwambia tu aje tuzungumzie mambo ya biashara. Na yeye ajui kama mimi niko hapa kwako. Ila tu nilimpa location kwa njoo Makumbusho tuonane. Okay, hizo message gani ambazo uliona kwa simu ya mpenzi wako? Au unazo hapo? Nazo, niliziforward kwangu. Okay. Tuonyeshe hizo message mtazamaji tusome. Sisi bwana tunapenda umbea kama huo. Okay. Hizi mtoa. Naruhusiwa kusoma? Soma kwa sauti watu wasikie. Okay. Mambo Nona, poa mzima, kajibu mzima. Mbona haujaja? Yeye ndo anamuuliza sasa, Nona anamuuliza mpenzi wako mbona haujaja? Ina maana walikuwa wanataka wakutane sehemu. Unajua huyu shoga yako King'ang'a. Oya. Huyu King'ang'a. Umemng'ang'ania hajatokea, okay? Ana issue hiyo, sawa poa. Hapa wakaendelea kupigiana simu, video calls. Jamani, hizi message ni za WhatsApp. Shuka. Kuna zingine zimefutwa hapa. Au hizi zingine umezibana. Jamani, hawa wanaonekana ni watu ambao wana kitu kinaendelea. Japo hatujaona hapa in deep, lakini kulingana na hizi message ni watu ambao wana date. Anyways, kwa baada ya hapo ukachukua hatua ya kuja hapa kumuumbua leo. Ndio maana nikakutafuta nikamwambia bwana, nina jambo langu. Nataka tuonane. Huyo Dura ushawahi kuongea naye kumuuliza? Nani? Dura sijawahi kumuuliza. Yaani ninachotaka mimi hapa Nona ndo aje hapa niambie ukweli. Adhihirishe ukweli na kama huyo Dura kuitwa ataitwa. Au sio? Sawa bwana mtazamaji, kama ulivyosikia. Sasa hapa tunachokifanya tunamuita Nona, lakini sio issue ya kugombana, si ndio? Mimi sigombana na mtu. Yaani nataka tu aje hapa adhihirishe ukweli, aseme ndio au hapana. Na akisema hapana utakuwa ni uongo, kwa sababu mimi nimeshajionea message. Sasa tutakachokifanya, kwa sababu sasa hujamwambia mitikasi inavyoenda, tutataka tuchunguze pia na kwenye simu yake, si ndio? Tuangalie na chat nini na huyu jamaa, kwa sababu kunaona ulivyo screenshot hapa, kuna zingine uli nini azipo kama hizo za mwisho sizioni vizuri. Kwa hiyo sasa yeye akija, kama atakuja, tutaangalia message zake pia, na yeye kama kweli ana date na bwana wako. Kama si kweli basi tutamaliza, au unasemaje? Lakini sio ugomvi. Ugomvi hamna. Mimi nachotaka tu nijue ndio au hapana. Lakini unaongea kwa shari kama umeamua kupiga, yani umejiandaa kupigana. Mimi sijiandaa kupigana na mtu, ila tu hivyo yani. Hata kama ungekopa ni wewe usingekuwa nomo. Sinone sasa. Leo tunamaliza. Mama kuja kwangu tunamaliza leo. Sawa. Basi okay. Mpigie wewe no. Mpigie simu kama amefika. Bwana mtazamaji, kama ulivyosikia bwana ndugu Nona, si ndio? Nona anatembea na mchumba wake. Leo sasa mzee wa kuforce kama unavyojua tunakuja kuwasuluhisha sasa. So atujue atuambie ukweli ni upi, kama anatembea naye au atembei naye. Tunampigia Nona. Inaita. Mimi natumia charger kutoka Tronix. Ni nzuri lakini pia ni fast charger. Hata mimi natumia charger kutoka Tronix. Ni nzuri sana. Kwa hiyo kama wewe unahitaji charger, watafutia Tronix Shop. Accessories wapo Kariakoo, mtaa Likoma na Agrey. Kwa huduma nzuri, karibuni sana Tronix Shop. Naona ushatoka kazini? Nimefika sasa hivi.
nimetoka kazini. Haya, fuata hiyo location ambayo nilikutumia uje sehemu huku nilipo. Kwani kuna nini? Nimekwambia ni tushaongea tokea ile asubuhi, nikakwambia ukitoka kazini uje sehemu ambayo nimekutumia location. Kwao uje utajua huku. Haya, poa. Naona mwenyewe anaonekana kama alikuofisha. Kwani kuna nini? Kwa kumbe ulimpanga asubuhi. Nilishampanga, nilimpigia simu. Nilijua kabisa leo anaenda kazini. Nikamwambia ukishatoka njoo. Makumbusho tuonane. Okay. Kazi gani anafanya? Yeye anafanya kazi huko kiwandani. Kumbe ipo kiwandani. Nilimtafutia huko kazi. Wewe ndio ulimtafutia? Mimi ndo nilimtafutia kazi. Kwa sababu alikuja kwangu mimi nilimpokea hana chochote. Yaani mimi hapa ndo nimemuingiza mjini, mimi ndo nilimtafutia kazi mpaka leo amekupa na ujeuri wa kwenda kukaa kwake. So ujeuri sasa mafanikio. Ndo hivyo hivyo. Bwana mtazamaji, tunamsubiria Nona hapa. Umenithibitishia kwamba hutogombana, si ndio? Mimi sigombani na mtu. Mimi sitagombana. Sasa mimi nishakuwa natokea muda hapa ni mtu ambaye umejiandaa yani uko hivyo. Yaani hivyo. Mpaka mwenyewe unaniogopesha sasa. Usipigane. Tutaongea naye tu kikubwa au vipi? Tunaongea naye tu vizuri. Amesema amefika. Ngoja. Jamani, makumbusho sio mbali na hapa kwa sababu tupo Mikocheni ina maana kuja hapa ni kama dakika kama 10 hivi. Kwa hiyo tutamsubiri watazamaji, kameramani utakata kidogo, tutasubiri mpaka atakapofika au vipi? Nyuma ya kamera kwa gym machine bila kusahau mzee wa kuforce Mr. Raymond amefika. Amefika? Mwelekezi. Hello. Oe, umefika hapo? Nimefika mwisho wa maji hapa. Umesikia sasa? Hiyo ramani waga inaishaga hapo barabarani. Sasa wewe sogea na huo mtaa unaoingia nao, sogea mbele kabisa hapo. Utakuta nyumba kama ina mataa kwani. Nyosha moja kwa moja. Yo, najua nimekukatisha kumalizia hii content. Sasa nakukumbusha kitu kimoja. Umesahau kubonyeza subscribe hapa chini. Sasa tafadhali na kuomba unisaidie kusubscribe hii channel ili uwe mwanafamilia. Lakini kama unataka kuona kila notification ninapokuwa na post, basi bonyeza kengele hapo juu. Utakuwa umetisha na utakuwa umejoin kwenye familia Mr. Raymond. Ciao. Watazamaji, naenda kumchukua. Nona ndo wewe? Njoo, ingia. Kubali kwa hapa. Ingia, mambo? Nzima. Nzima. Pole, umechoka? Nashangaa kuona matata. Usi ndugu yako namjua? Ndio ndugu yangu.